Katibu mtendaji wa Baraza la Vijana Taifa Alhaji Hassan amewataka mabaraza ya vijana wilaya mjini kushikamana na kuwa kitu kimoja katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuweza kufikia katika malengo yaliyokusudiwa kuanzishwa kwa mabaraza hayo. Wito huo ameutoa wakati wa ufunguzi wa ziara iliyoandaliwa na Baraza la Vijana wilaya mjini ya shehia kwa shehia huko katika jimbo la Malindi wilaya mjini Unguja. Amesema vijana wanapaswa kuwa na umoja na mshikamano ambapo utawasaidia kuendeleza kile ambacho wamekianzisha katika majimbo yao na kutasaidia kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa maslahi mapana ya taifa na jamii kwa ujumla. Lakini taifa ndilo linalohitaji. Haya yote yanawezekana tukishikamana, tukishirikiana na tukiambiana kwamba hili linafaa, hili halifai. Baraza la vijana ni sehemu salama kwa vijana, na niwatoe hofu kwamba baraza la vijana ni sehemu salama kwa vijana wote wa Kizanzibari. Kwa hiyo tulitumie vizuri, tulitumie kama ni daraja la kupata fursa mbalimbali, lakini haya yote yatafanikiwa endapo vijana tutayatumia mabaraza kwa kuweka maslahi bora ya taifa mbele na sio maslahi yetu binafsi. Leo haiwezekani baada ya mwezi mwenyekiti ngazi ya shehia unamuuliza mwenyekiti ngazi ya wilaya, mbona mpaka leo mimi sijapata ajira? Baraza la vijana mimi naona halinifaishi lolote, bora nikauze, bora nikakae pale nikute bangi au nifanye shughuli nyingine. Utakuwa hujitendei haki wewe mwenyewe, lakini hutendei taifa pia haki. Tujitolee, na haya yote unaona tunayafanya kwa uzalendo, lakini uzalendo huu sio kwamba tunaufanya hatunufaiki. Leo ukiwa mwenyekiti wa baraza la vijana ukijulikana na mtu mwingine, tayari unatengeneza network. Leo unaweza kusimama mbele za watu ukasimama. Nyinyi wenyewe mashuhuda, mmeona katika ule mdahalo tuliofanya baraza la vijana ulioonyeshwa live NBC. Tumeona kuna wengine inawezekana maana kusimama tu mbele za watu akajieleza changamoto. Wewe unaandaliwa kuwa kiongozi bora wa baadaye, lakini kadri unavyojitoa ndio taifa linakuona na hata ajira zitakuja kwa upande huo. Kijana fulani, hebu letele kijana, mbona anajitahidi na muona kuna ajira hii fulani, hebu tuanze na yeye. Mimi nachowaomba vijana tuwe mstari wa mbele katika kujitolea, na isifike wakati tukasema mimi nimechoka katika kujitolea. Mimi nawaambia kila siku kujitolea ni swada kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama ni swada, wewe kila siku unapata thawabu. Haitofika sehemu au siku mtu akasema mimi sitaki thawabu tena. Kwa hiyo ni sawa sawa na dhana. Aidha, amewataka wenyekiti wa baraza la vijana shehia kusimamia vyema majukumu yao ili kuhakikisha wanastawisha mabaraza yao na kuwa imara ili kuona vijana wananufaika katika maendeleo ya nchi. Sisi baraza la vijana tutaendelea kushirikiana na nyinyi, tutaendelea kutafuta fursa popote pale zilipo kuona kwamba tunafaidisha baraza la vijana katika wilaya zote, katika shehia zote. Kwa hiyo baada ya hayo niwaombe pia masheha kama ni walezi wa mabaraza ya vijana ngazi ya shehia, tuendelee kukaa nayo mabaraza vijana wetu hawa na tuone kwamba vijana wengi wanajiunga na mabaraza haya ya vijana, lakini wanayaimarisha kila siku. Mimi naamini nyinyi masheha mna mchango mkubwa katika kuhakikisha mabaraza ya vijana yanakwenda. Tumeelezwa mambo mbalimbali, na nipongeze alosoma risala hapa. Risala imetulia, na kama tulisikia tumeona mchango wa mwenge, lakini kama vijana kuna maswala tunatakiwa tujiulize. Yale maswala kila mtu ajiulize yeye mwenyewe, halafu apate majibu ambayo yatakuwa ni chanya. Tumeelezwa changamoto, na changamoto hizo zote
tunaona vitendea kazi kwa baraza la vijana ngazi ya swala la ofisi. Kwa haya yote sisi kama baraza la vijana tunayachukua kwa uzito wake, kwa sababu hatuwezi kupata ufanisi wa shughuli tunazozifanya kama mazingira tunayofanyia kazi siyo rafiki. Kwa hiyo tutaendelea kuimarisha ofisi za mabaraza ya vijana ngazi ya wilaya na ngazi ya shehia kwa kuona namna gani mabaraza ya vijana yanakuwa ni sehemu salama ya kufanyia kazi zetu. Lakini katika fursa mbalimbali tutaendelea kuhakikisha kwamba tunazifikisha katika sehemu hizi. Kwa hiyo kama vijana baraza la vijana shehia Malindi, kuna fursa mmeziona, kuna vitu mnaona kwamba hivi tukivipendekeza tunaweza tukafanya vizuri, tunaweza tukakaa kwa pamoja namna gani ya kuweza kuzifikia kwa pamoja. Na vijana niwaombe tuwe na miradi ambayo italeta mabadiliko. Hata rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anasema hivyo. Tunataka miradi ambayo vijana itawabadilisha. Sio leo tunakupa kuku wanne unakuja na ngameka siku mtendaji nataka kuku wanne nifuge. Sisi Baraza la Vijana Sheikh Malindi tunataka kuku wanne au kuku 10 au mifuko 10 ya saruji. Kwa mifuko 10 ya saruji kuku wanne haitoweza kufanya biashara yenyewe ikaweza kuwabadilisha. Tunataka tuone mradi ambao utaweza kubadilisha maisha yetu. Leo tunataka tuone unabadilisha maisha moja kwa moja, lakini mmoja mmoja. Kama mtu alikuwa na baskeli, tuone baada ya mradi umembadilisha, sasa hivi ana Vespa. Lakini leo mradi unamaliza, tunakuja kukuuliza wewe, ulikuwa una 5, sasa hivi una shilingi ngapi? Na 3. Badala ya kwenda mbele umefanya nini? Umerudi nyuma. Naye mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya Mjini ndugu Rajab Makame Ali amesema atahakikisha mikopo iliyotolewa na serikali ikiwemo mikopo 442 kupitia manispaa inawafikia vijana ili kujikwamua kimaisha. Mikopo nafuu ili waweze kujikwamua kiuchumi. Nitahakikisha ikiwa mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya ya Mjini tu. Mjini hakuna mtu mwingine. Mjini kila ngazi sisi ni tukio. Nitahakikisha hizo fedha wilaya ya Mjini tunanufaika 50%. Vijana wote waweze kupata fursa kupitia fedha hizo. Na hamasa hii tutakiona sisi ya kupokea mwenge wa uhuru wilaya ya Mjini. Wilaya ya Mjini lazima mara hii tutishe. Hivyo fursa ziko nyingi. Na nitahakikisha vijana wangu wa wilaya ya Mjini shehia zote 56 tutafuatilia mkopo wa 442 ambao unatokana na baraza la manispaa. Kuna 4% za vijana, kuna 4% za watu wenye mahitaji ambao tunaita watu wenye ulemavu. Hizo nitahakikisha tuzifuatilie wilaya ya Mjini tuzipate, ikiwa ni moja katika fursa ambazo tunatakiwa tuwe nazo. Kuna mkopo ambayo mwenyekiti wetu au mwenyekiti wetu wa Baraza la Mapinduzi si mwingine ni rais wetu mpendwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ameweka mkopo wa Mwinyi Boosting Fund. Mkopo huu ambao unawasaidia kina mama ni mkopo wa Laki 5, lakini malipo yake na rejesho yake ni 40 kwa mwezi. Tutatoa elimu, tutamtoa kamishna mkopo hadi kutoa elimu kazi za sheria na vijana wa kike wakopeshwe ili waweze kujikwamua kiuchumi. Haiangalii kwamba kijana wa kike anafanya biashara gani, anafanya kazi gani, hata kama unaenda kupa mume. Basi pesa hizo nitahakikisha wilaya ya Mjini vijana wanazikamata kwa wingi, na naamini 40 kwa mwezi utaweza kurejesha ili usio akopo. Vile vile kwenye sekta za elimu tutahakikisha kupitia baraza la vijana
vijana wapate mikopo ambao wanahitaji kusoma elimu ya juu, na mikopo hii na tutahakikisha vijana waliokopeshwa waweze kurejesha. Tutaanzisha programu ya rejesha mwenzio akope, ili vijana wanufaike kwenye swala zima la elimu. Hivyo fursa nyingi na fursa vijana wa mjini wanazihitaji, hususan katika kipindi hichi ambacho tumeona vijana wameamka. Hivyo nawahimiza vijana msilale, kazi za sheria tutaziangalia, na jana tumewaita makatibu wote wilaya nzima kwa lengo manake la kudili na sheria, na tunahitaji timu madhubuti kwenye swala zima la michezo, ambazo timu hizi tutaanzisha ligi ya baraza la vijana wilaya ya Mjini. Ziara hiyo iliyoandaliwa na baraza la vijana wilaya ya Mjini imeanza katika jimbo la Malindi, ambapo imetembelea shehia ya Mkunazini, Kiponda, Malindi, Mchangani na Gulioni, ambapo jumla ya shehia 56 za wilaya ya Mjini zinatarajiwa kutembelewa kupitia ziara hiyo. Nikiripoti ni Mwahida Juma, Sonnet TV.